ile ya mwisho. Tukifanya bidii, tukizunguka kwenye kiti cha enzi. Oh, tutaimba. Sema kwa sauti yako, tutaimba. Siku ya mwisho tukizunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba. Oh, tutaimba. Siku ya mwisho tukifanya bidii, oh, tutaimba. Oh, tutaimba. Tukifanya nini? Oh, tutaimba. Inua mikono yako tusema. Inua mikono yako tukizunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba. Oh, tutaimba. Oh, tutaimba. Tukifanya nini? Tukizunguka kwenye kiti cha enzi. Oh, tutaimba. Siku ileo tutaimba, tutaimba osa. Tukifanya bidii, tukizunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba. Oh, tutaimba osana. Tutaimba osana. Tukizunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba osana. Tutaimba. Tutaimba. Tukifanya nini? Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Inua mikono juu. Baba, pokea sifa. Inua mikono sema. Baba, pokea sifa. Oh, Baba, pokea sifa. Baba, tunakuinua. Baba, pokea sifa. Inua mikono. Baba, pokea sifa. Ewe Baba, ewe Baba, ewe Baba, ewe Baba, ewe Baba, ewe Baba. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Ewe Baba, 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 ewe Baba. Mikono juu, twende. Inua Yesu, inua. 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 Haya, tunapomaliza wawili. Timba lelu, timba tulumelu, sema na mfesa. Atia mwenzako mkono, wacha mchezo. Timba lelu, timba tulumelu, sema na mfesa. Upatie mkono na madharau pia. Hey! Timba lelu, timba tulumelu, sema na mfesa. Timba lelu, timba tulumelu.
tulumbilu sebana befe. Timbalelu timba tulumbilu sebana befe. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. 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 Yekelekele. 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 Oh mulina wadi. Yekelekele. Yekelekele. Oh yo 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 yo. Yekelekele. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Yekelekele. 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 Zunguka, zunguka tu pole pole, zunguka tu pole pole. Usiwe na haraka. Zunguka tu pole pole. Zunguka tu. Wacha wakule ngoma kidogo. Haya, kula ngoma tu, zunguka. Apostle anasema katika venye unataka. Wale tulikuwa kwa Mbogini. Wewe cheza venye unataka. Wale wa Mbogini, endeleeni tu. Wale watu wa Mbogini, wale tulienda Mbogini. Ndio Mbogini sasa. Hapo tu. Twende. Cheza tu, usikuwe na wasiwasi. Katika tu. Wewe twende kila mtu sasa. Haya. Watu wa Mbogini wako wapi? Mbogini. Hawa sasa. Hiyo yako ni kali. Twende. Katika. Angalia Apostle anakatika. Leo hiyo. Hapo, cheki. Ha. Anacheza. Wapi makofi ya Apostle? Hallelujah. Nilikuwa nafikiria tunaimba kumbe mtu nilimia naangalia. Amen. Lango. Ni Bwana Yesu. Amefungua na nguvu zake pale Kalvari. Toka kwa shida, toka kwa dhambi, kwa maana lango limefunguka. Lango. Anawasikia. Mtamuona hapa na unajua ni Bwana asifiwe sana. Salimia mtu watu wawili watatu, naona mko na jasho. It is exciting, isn't it? Is it not exciting? Mimi leo ndio nimeona watu wale tulikuwa tukienda nao Mogithi, leo nimewaona. Bwana asifiwe sana. Mogithi massive, inua mkono wako juu, watu wa Mogithi. Yes, tuko wengi. Sasa tutafanya hivi. The next kesha. The coming kesha. Simunisikilize. Mzee, hebu ngoja kidogo, hapa kuna communication mzuri. Next coming kesha itakuwa ni lini?
The first week. Ni first week? Tulisema ni first na midro. 20? Ndio tunaenda kesho ingine. Itakuja 29. Tunafanya 2 per month. The middle of the week, the middle of the month and the end of the month. Ama the beginning of the month. Si ndio? Sasa the coming one. Tutafanya itakuwa Mugithi night. Itakuwa nini? Nitaita Jose Katutura na nitaita Samido. Wagapi wangetaka tuite Jose Katutura? Kai. Wagapi wangetaka tuite Samido? Acio ni yako mainyo muri ya Ngai. Matina ka kigosho. Magosha ga ngoma. Umekusikia Saimo K? Acha na hiyo. Anaitwa nani? Samido. Akisema shetani ainuliwe, shetani abarikiwe. Anaimba za nani? Za upendo na za nani? Ama kigosho naiti inakuwa nini? Si kigosho ni kugosha mwadhani. Nitamuleta mutoroke. Mwenye hata kuja akae. Kutakuja wengine ambao wanashabikia yeye. Na utasikia ngo ukiwa nyumbani. Tutatengeneza hiyo watu waimbaji wa kigosho night. Tukuje tucheze mpaka asubuhi. Ama sio? Tutoe kigosho kwa bar, tulete kwa nini? Kanisani. Sisi ndio unaona sasa tukamure tondu we niwe na list ya dola gakubira iguru na niuramenya uyu niwe kou no uyu ndari kou na tondu ithuĩ twĩkuo rĩ iko iguru rĩ tuhingĩrĩria aya angĩ chonoka kila mtu we are all women and men of God. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Hakuna mtoto wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nilikuwa tukienda kule kwa hiyo bar. Ile bar nilikuwa napenda sana ile pale Westland. Unaona pale Westland hapo opposite Safaricom. Ilikuwa inaitwa nani? Ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwaje? Mmoja dogo lilikana. Na pale ngabo, pale gara. Naona pale gara. Yeah? Vineyard. Oh, okay. Inaitwa Vineyard Church. Huko ndio pastor kina huyu alikuwa anaenda kuhubiri. Vineyard Church. Na ingine ya Nakuru, na ingine tulikuwa tunaenda mpaka huko Sagana huko. Unatoka Gongo mpaka Sagana usiku. Bwana utasikia Mugithi hii haiko tamu, unaenda kwa Mugithi hiyo ingine. Ingine tulikuwa tunaenda bypass. Sasa huyu mama ananiangalia ni kama sijaokoka. Nimeokoka. Nimeokoka. Bwana asifiwe sana. It's only that I love these people because that is what I have been called for. Mimi nimeitwa nihubiria ambao hawajaokoka waokoke. Nikipata chance ya kuhubiria mahali popote, nitaenda tu niwahubirie. Bwana asifiwe. And that is why I share with you. That is why testimony yako na testimony yangu zinaigiana. And that is why you find home in me, that you can associate, kwa sababu ulikuwa kama mkora, umekutana na mkora mwenzako, na sasa mkora mwenzako anahubiri na ukafeel home. Ukuje uhubiriwe na mkora mwenzako kwa sababu mko na kahistoria nyinyi pamoja. Si ndio? Sasa unataka kuniambia wewe umedropiwa kutoka heaven? Si uko na kahistoria? Yako ikiandikwa kwa gazeti, hata itakuwa breaking news. Itakuwa killing news. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tukae kwa style nyingine tu accommodate hawa watu. Maana kama sisi, are we all followers of Christ? Who is a follower of Christ here? Follower of Christ peke yake. Inua mkono juu. The follower of Jesus Christ. Inua mkono juu. The followers. Wafuasi wa Yesu. Wewe kama ni mfuasi wa Yesu inua mkono juu. Ambaye si mfuasi wa Yesu inua mkono juu. Ambaye wewe si. Sasa nyinyi ambaye hamkuchukua mkono juu, nyinyi ni wa nini? Uani wako. All followers of Christ. So we are following one boss called Jesus Christ. Anaitwa Yeshua. Alizaliwa Friday. The day Jesus Christ was born was on Friday. Year 5543.
year 55:38. Sindio? 55:38. That is when Jesus, yeah? 38, sindio? Sasa tuko 55:38. By Friday, Thursday tulikuwa 55:37. So we crossed over to year 55:38. We are in a new year. And this is the month that Jesus was born. This month. Alizaliwa Friday. Friday ilikuwa tarehe ngapi? Huwezi kumbuka mwalimu? Sawa sawa, asante. Friday was when? 15. That is the day Jesus Christ was born, according to the Jews teaching na the Jew calendar. Umenielewa? Ile calendar tunatumianga ni ya Roman Empire. Na ndio inakuanga na siku ambazo zimeitanishwa na miungu. Did you know that? Ndio kwa maana siku zote zimeitanishwa na miungu. Maana Sunday is a sun god. Monday is a moon god. Saturday is a star god. Bwana Yesu, Satan. Ilikuwa ya Satan, ni siku ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is a Roman calendar. If you go to Ethiopia they use that calendar. Hii sasa nawaambia. Sasa wako ya 55:38. Sasa tuko Januari sasa. Right now in Ethiopia wako Januari ya Kihebrew. Mnielewa? So according to the calendar ya Kihebrew, Jesus was born on the 15th. Sasa hii tulipita. Na ndio uliona wakati wa kesha nilikuja na hiyo kitu. Ndio wanapulisaga. Inaitangwa? Shofar. Kwa wale wamesoma kama mimi tunaitanga shofar. Yaani unamaliza hiyo fii na pita hapo, sio akikamba. Ataanza kusema shopel. Bwana asifiwe. Mnaweza kuketi in the presence of our Lord Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. At least nimewafundisha kitu mpya. Sasa wewe mami wako na macho ine, kuja ukae hapa. Tekuja dhamiri ya kanua. Umuthi gwikirage disorganizaga mifango ire yothe koragwo guku kae kabukufangura woka waikara gatega kaniko njikaragira gakuruta gagutwara kau kange nginya menye niki gitumaga ikarire gateka ikaria we hapa ni nani? Pastor Karaja. Pastor wanakaka hapa si ameenda good onyesha kile gete-ini yake. Hiyo mambo ati hapa kuna kiti yangu, hapa kuna kiti ya mtu. Takuwa tukidisorganize kidogo mpaka tukae vizuri kana ile tuko. Tebara ile. Mwadhani ya gosho. Ninawapenda sana. Kai, si muenda shule hata kama ni ya Gubaru. Watu wanajibu na style mzuri, tunakupenda pia. Alafu namalizia Bwana ziviwe. Akina kuaga na furahi kukuwa na nyinyi, na ninashukuru Mungu kwa kunipatia kibali cha kuzungumza na nyinyi. It is not kitu ya kawaida. Ati tumekuwa na nyinyi asubuhi, tena mko hapa bado mnataka kunisikiliza. I'm not boring you. Usi unaona hiyo ni kitu Mungu ameweka mzuri. Ndio naona vita ziko mingi. Mutikamake nikio bara yenyige. Ti undu wa kawaida. Acio ino ni favor. Uyu ni Ngai mutheri. Ti undu wa kawaida. Ati wikarite haha. Waririkana maundu maria uyi gwika. Waririkana Kai. Ati ni wikarite haha. Na wiguaga waru ingio kaigwa gutahika. Riu wiguaga waru ingio kaigwa kumumeria. Hiyo ndio inaitwa nini? The favor of God, and you cannot just take it for granted. It is the favor, and we thank God for everything. I also thank God for you, for being here with me, for supporting me. Hata wale mnatutazama kule nje, wherever you are, whatever medium you are using, God bless you. I know it is not in vain kukaa tu kwa kasimu unaangalia hiki kimutu, kukaa kwa TV unaangalia tu ati unamsikiliza ni kama hakuna watu wengine wa kusikilizwa. Si ati mimi ni mtu mzuri, rekodi yangu ni baya,
lakini tu unaamua tu. Mungu amekwambia tu kuja ndio thikirie kimodo keu. We thank God for everything. We thank God. Agnes, giki ti kimodo kiega ndukana kiriririe. Giki ugithio kunurirwo maundu mako hanini uguo. Bado gikenda kuguhereria. But just God give me to favor. Yani dikorogo sina maneno ya kuambia Mungu. Sina. Sometimes unaweza kunikuta huko kwa ofisi nikilia. Unafikiria ni dawa nimeweka ama ni pilipili imepita. Hapana. Nikushindwa na shidago. Nikigekeda kiregai. Ni nini hii? Nilifanya Mungu hivi. Akanipenda. Paka akanipatia watu kama hawa. Mnakuja mnakaa tu. Mnanisikiliza. Mnasikia maneno natoa. Unajua naitaka most of the time wale wamekuja kwa ofisi mmekuta nimeweka simu yangu on nasikiliza mahubiri. Kwa sababu hiyo mahubiri yote nilikuhubiria sikuagi nimepaka. Sikuagi najua. Hata mimi naitaka kusikia nasikia aya. Ugo mudu ahoya gogo. Unasikiliza. Hata bado nilimwasomea Biblia hapa. Nitaenda tena kuisoma naona kitu kingine sikwa. Uko hii kitu hii neno linakuaga hapa. Hiyo sasa ndio inaitwa maajabu ya Mungu. Tariwe mukolino le. Nukiashiria no ikale the othikiririe mundu amugike. Yani in your imagination. Nukia imagine ha ndu tugashare rumwe mo nawe. Aneje muthuri waku akugwetagira warigio kaigwo kama nduhoria TV iyo. Komeo neto nyarirete muno. Ibu muthi wani wathi akwira muthuri tuthie kanitha ko. Muthuri akwira kwego mereo. Bwana asifiwe. Asante sana. Last time tulisoma, what was our topic? Watoto wazuri. Mkono juu. Mkono juu. Ani atukuga mara tuthukirie githomo. Betagire uri ando ya microphone. Uma daime, ruma da kugate. Netra kuona. Lekio katukunyo mushuha. Tulisoma nini? Powering your destiny. Now, how do we power our destiny? What did we find? How to power our destiny? Yeah? How do we found our destiny is powered? Yeah? You must have what? Understanding? Understanding your destiny. How do you understand your destiny? Can you succeed without a covenant? There must be a covenant with God for you to achieve in your destiny. Today, in all those having that power in your destiny, destiny is powered through a prayer. Bwana Yesu asifiwe sana. Destiny is powered through what? A prayer. So my question is, what is a prayer? That is our topic tonight. What is a prayer and how do we pray? Unaweza kujiuliza swali, huyu mtu anakuja kutufundisha mambo ya prayer na tumekuwa tukiomba. Leo nataka nikukosoe. You've never been praying. I want you to go home knowing you've never been praying. You've been making noise. There is a prayer and there is also making noise. Ask your neighbor, have you been praying or you've been making noise? Mwangalie wacha kubehave kama Mkristo. Angalie macho kwa macho. Umekuwa ukipiga makelele ama umekuwa ukiomba Mungu? Ukoretwo ukihoya kana ni inegene ukorogo naryo? Ukoretwo ukihoya kana ni inegene ukorogo naryo? You need to understand. Then we be able to know how from today you understand how to connect with God. Prayer is meant to connect, to bring the presence of God closer, so that the covenant of God can find a room, so that the authority of God can find a space where the prayer, mahali maombi itafika. Maombi sio story. Maombi sio poetry. Maombi sio wimbo.
maombi ni mazungumzo yako na Mungu. Ukikosa mazungumzo hayo yako na Mungu, because God listens, Mungu anatakanga kusikia, na anatakanga kusikia kwa utaratibu, asikie unataka nini. Kwa hivyo kwenye maombi lazima kuwe na mpangilio wa kukuwezesha uconnect na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise maombi yako yakikosa mwelekeo, basi hautaweza, na Mungu hataweza kukusikiliza. Maana ako na watu wengi na ako na maombi mingi ambayo anasikiliza. So anataka kakitu ka short script kadogo, na a move to another person next, na failo ingine inaitishwa next, failo ingine. Lakini ukikuwa sasa kazi yako ni maombi hayaeleweki ama kucopycat wahubiri wengine. Kama sasa kuna rafiki yangu mzuri anaitwa Joshua Sereman. Almost 50% ya wahubiri na waimbaji wa Kenya utakuta wakifanya maombi kama hiyo. Reke tatatata, reke tataboto tata, reka tatatata, reke bo. Sasa ukiuliza huyo mtu amepaste copy kutoka kwa mtu fulani, na ajui huyo mtu anaabudu Mungu gani, ama ni communication ya nini, ama alikuwa anasema shetani ainuliwe, na wewe unasema tetetepotaka tetapotaka teteteteporotata. Sasa ujui kama alikuwa anasema shetani ainuliwe, na wewe kwa sababu ya ignorance unaanza tetepotota tetetetepotetetetetetetetota tete. Wengine naonaga wanaimitate nani anaitwa huyu my brother William Kemani. Ya magada ya magota ya marene magada magada. Sasa utakuta kila mtu. Sasa nikakuuliza ya magada ni nini? Revelation hiyo ufunuo yeye peke yake ndiye alipata. So you have got no right, because you have your own way of communicating with God. Sasa ukauliza huyu msee na huyu mama na huyu wote ni Wakorino, lakini huyu ako na blue, huyu ako na green, na huyu ako na white, lakini wote ni nini? Sasa ile ufunuo alipata sio hii huyu alipata. Huyu ako na ufunuo yake na huyu ako na ufunuo yake. Bwana asifiwe. Na mimi venye nafundishana, nimefundishwa na Harrison Nganga, lakini venye nafundishana ni tofauti na Harrison Nganga. Bwana asifiwe. Ukienda kwa Nganga utakuta ile maombi ola papa papa ola kakakaka reka kakakaka reba chakakaka mapeparea kata, unakuta reka kakaka. Sasa ujui alitoa ule kakaka wapi? Labda alikuwa kule Mombasa, kule Mavueni, kule karibu na kwa Ezekiel, akapata ufunuo hapo. Sasa wewe unafuata unasema ule kakaka. Ule kaka ni nini? Ule kaka ni nini? Define yourself with your own pillar of a prayer. Have your own platform of how to connect with your God. Every person has a unique way of connecting with God. Every person. Kila mtu. You got your own unique way. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't imitate, because the imitation irritates God. Imitation irritates. You end up praying prayers ambazo hazieleweki. Maana Mungu anatumanga representative anaitwa malaika. Anamtuma kwa Margaret kwa sababu amesikia Margaret ameanza kuomba. Malaika anakuja anaambia nenda usikilize, alafu chukua hii faili ya Margaret, uone kama hizi vitu ndizo anaitisha. Sasa ukiteremuka, malaika ameteremuka, amepata ni wakati Margaret ameomba kutoka saa 8, anaenda kufika saa 8:30 akienda saa 9, mpaka amechoka. Sasa imefika kwa sababu ya kumulilia Mungu. Unajua sasa tunamulilianga Mungu. Oh God, my Father, oh my Father, Sasa malaika wakati akutilie unalia hivyo, asikilize, asikilize kwa sababu hakuna kitu umesema.
Sasa malaika kwa sababu ametumwa kwa watu 6-7, anataka kupita kwa Margaret, apite kwa huyu, apite kwa huyu report, kwa sababu it is one word, kigo kimwe modo wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Atarudisha ripoti gani kule? Nilipita, lakini atarudisha ripoti ya Margaret gani? Mimi nilipitia hapo, nilisikia kuna watu ndani, lakini nilisikia kuna sauti inalia, lakini ni puda zilikuwa huko ndani. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ulikuwa unatoa sauti ya nini? Ya puda. Hakuna communication, hakuna clear words ambazo umezitoa, lakini sauti ya puda umetoa. Sasa ile ripoti itakuwa huko, wataenda waseme we mistook. Ile baraka ulikuwa umeniambia kwa house B, I think walihama kwa sababu kulikuwa na puda huko. Sasa wakasema labda wamehamia any other place. Sasa hapo wataambiwa nendeni mfanye location, mtafute location. Na kutafuta location ni wewe sasa tena unaanza kutafutwa. Na kama unatafutagwa for 5 years, the process tena inaanza upya, tena uanze kutafutwa for another 5 years. Wakikuja kama bado hujabadilisha, sasa umebadilisha kusema umebadilisha kulia sasa kustua shetani, kwa sababu kuna wale wanastuaga shetani. Unakuta mhubiri anakuaga pale, ushaikutana hao? Wala hiji haka huku hiki haka hiki huku. Sasa kukitumwa shetani, kukitumwa malaika muoga, akute watu kama 100 anasema hiki kaka huku hiki huku hiki, ataingia hiyo nyumba, atasema huko udoka ndomerege kutikwega kukwena ndomaraga baki udogekuo. Alafu kuna wale sasa wahubiri chipukizi wamefundishwa kufukuza shetani. Sasa malaika akitumwa atapeleka ripoti gani? Atasema kwena gware na nikuhuria huria. So have we been making right prayers? Most of us, we've never made that prayer. Yet oh Lord, why me? See, yes, why you? He has never heard you. You only say why me? Why me? What are you asking? Unauliza, unasema nini? Nikiuleda kayaleda wewe nikiuleda. Ndio naonanga ukikuja kwa ofisi yangu, wacha rungano miki, wacha kuniambia duka yangu ikaenda nini, ikaenda hapa mgogo ikauma kidogo, nikasikia kokokoko, nikakaa kidogo nikasikia kekekekeke, nikakaa kidogo nikasikia kuki. Ati unataka nisikujue? Hapana, kabla ukuje hapa I have your report. Mimi silalangi, nalalanga nikioba, nikiogea na Mungu. Na Mungu ananipatiaga wale watu wote watakuja kwa ofisi yangu. Wale watakuja, ukikuja tu na kuanga najua. Si hata naambia ka secretary endo nitie huyu mama kuna nguo ya red. Na hakuna, sijamuona. Mimi niko kwa ofisi. Na anakuja na angalia, anasema wewe unaitwa. Nyinyi hapa mnang'ethia, unasema gai, mtu gogo kwenda kemenyano gogo. Ti kemenyano ile ucio ndina solution yake. Tondu nijerirwo tuko ukade mwike, ndimwire ikao, ndimwire rogo, na rogo. Nwahona. Kuna mtu nabiaga we nisalimie. Ndiraga mundu uguo nisalimie. Tondu uguo niguo njerire gwire. Utiga ngano nyingi, wacha na solemige kuja kaa chini nikwambie maneno yako, venye nitakwambia fanya na uende. Na ukishindwa kaa kwenda. Si lazima upone. Niguo uthiaga. Tengano ati nigetha kwendaga hari undu kwendaga gukwira. Riu ri muthuri wakwa ri, riu ri muthuri wakwa okira ri. Aoka ri akorire ngeruga. Riu ri ndainameire ngeruga ri. Atioka adorire uguo akenyira amenyereka.
Gisoka kiba hau. Gigo nekira na hau bedroom. Jikale tada kaigere giga. Ukarigwa ndeto icio ciothe urahe ciake. Na neje ogiona ukigena kanya ga kuingira kwa office. Ndina report yaku. Na ogiona ukigeria kuingira haria gukarema. Ona nini ndiraremo gukwamukira. Ndire no ndo waku. Don't waste your time. Ogo kagohera atiriri. No reke tutuonane rucio. Tondu ndire na report yaku. Nigetha thie ngorie. Bwana asifiwe sana. Ndio niulize, lakini kama report yako iko tayari, hata kabla ufike pale ukiingia hivi, ninajua hata nimeambiwa ako na nguo ya red. Ukiingia nitakwambia tu 2 minutes. I need only your 2 minutes. Nakwambia hivi na hivi, nikwambia shika mkono eda. Hivyo tu imetosha eda. Hata story, wacha story mingi. Wacha ati nikwati baba ninaomba nikapa. Yeah, hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga. Ni wapi ulisikia Yesu akiomba maombi kama hiyo? Ni wapi? Ulisikia wapi hiyo kitu? Ulisikia wapi Yesu akifanya maneno kama hiyo? Yesu alikuja, mama alikuja, alikuwa na mwaga damu, akamwambia umesamehewa dhambi zako. Na akaenda, na mama damu ikakatika kwa sababu ni dhambi ilileta hiyo damu. Akakuta mama mwingine alikuwa amepanda mpaka anataka kugusa gesori, akamwambia imani yako. Simple as that. A true prophet of God hana maombi anakuombeanga. Don't wait maombi mingi. Dasaka yepeketekaya. Hiyo ni unafiki. Niko na power. God has given me. He has donated some of his powers to me to delegate. Amenidelegate kwako. Nikikwambia shika mkono hivi, nikwambia umebarikiwa. Hata nikishika hivi, unaona si okay? Lakini nikimshika utaona reaction. Kuna roho sasa anateremka kwake. Na immediately utaanza kuona kuna kitu kinafanyika. Because nimeshika, si mdomo inaongea. Nimeshika, there is power. Ama nikikushika tu hivi, I need just to touch you na nikupite tu. I don't need to talk to you. Bwana Yesu asifiwe. So ukikocha ati bana naumiza huyu mwili. I'm speaking to the spirit, not the body. The body doesn't have a problem. It is the spirit ndio iko na problem. Ndio nikisimama hapa kwa hii madhabahu, nitagase niseme mmefunguliwa. Wewe enda tu nyumbani, ushafunguliwa. Wacha kunifuata pale. Nikasibule tu. Nikasibule. Kwa sababu nishasema na ishafanyika, because I'm not addressing you. I am addressing the spirit. Na hiyo spirit hauioni, lakini mimi niko na capacity. Nikioka sasa mmekaa, kuna watu ninaona sura za umbwa. Kuna watu naona manyoka. Kuna watu naona machura. So Mungu ananiambia, yule unaona ile, naona kama sasa mfano, wacha nikutumie tu na usikasirike. Ndio. Sasa huyu jamaa in the spirit, kama ako na roho ya nyoka, nitaona tu nyoka imekaa hapo. So nikikuja naanza, utasikia nikisema roho ya nyoka ondoka kwa huyu mtu, na unaona hiyo nyoka imetoka, mtu amebaki. So it's not ati lazima tukutane na wewe huko, hata kwa simu tu na kwa bia. Kuna mama ako Michigan, alikuwa na cancer, colon cancer. Alikuwa ameenda na amepimwa, na alikuwa sasa, she was waiting for the operation and she was seriously sick. Nikamwambia ingia kwa nyumba, chota maji na uweke kachumbi, ulete hiyo maji niombe. Kaenda akaweka kwa kikombe. Nikamwambia shika maji na mkono wa kulia, na mtubo yako pale unasikia mkono huo mwingine. Nikamwambia wacha tuombe pamoja, idha itole igoro mara 3 peke yake. Tukimaliza hiyo, mama alianguka kwa nyumba, na yeye alikuwa amekataswa na watoto yake asinipigie. Huyo mtu ni yule mtu wa Mungike. Lakini mama alikuwa ameniona kwa YouTube. Sasa alikuwa na imani nitapona. Sasa shida ilitokea wapi? Hapo. Watoto walikuwa wamemwambia don't call that idiot. Sisi si watu wa shetani. Sasa nimeambia mama, nikaombea, sasa wanamchugulia tu wako kwa nyumba, wanamchugulia kwa sababu alikuwa stubborn. Alisema huyu ndio atanifanya nini?
atanisaidia kupona. Sasa walimkatasa na wanasikiliza, wameweka mpaka video voice ndio wasikilize venye nadanganya mama yao wamkatasa. Sasa mama yao naye alikuwa na stubborn, alikuwa anasema hapa ni hodera. Mama akaeka chumvi, nikamwambia kunywa maji, nikamwomba hiyo mara 3, nikamwambia kunywa, akaaguka chini tung. Alipoanguka chini, watoto walichukua hiyo simu, mama akakodoa macho kodokodo, wakajua mama ameenda. Walichukua hiyo simu. Kuna jina iko dunia hii sikutukanwa. Nimeua mama yao. Shaitani morogi yoyo ni ukotumenya. Tiwa ugotorete hene ti andu ni ukomenya leo you have touched the wrong button. Ni ile Kisugu ya Amerika. Na mimi nikawaambia I have touched the right button. Wasa hiyo wanaita ambulance, nasikia ambulance ikiitwa. Mpaka ikilia mama apelekwa hospitali. Of course she was unconscious. Walinionyesha kwa video, our mother has gone. Walikuwa nalia, you are the devil, you are the devil. Shaitani wewe, guyeno, shaitani yoyo. Nilitukanwa kila kitu. Mama kupelekwa hospitali, emergency kupelekwa. Wakampeleka ICU. Wakapata historia yake ni mtu wa kufanyiwa operation. So kitu ya kwanza wanafanyanga ni kutest ama email react. Walipompima venye wanapimanga, ikatoa result negative. Mama akafufuka. Alipofufuka, kumbe ndio upone, kumbe lazima ukufe ndio ufufuke. Mama akafufuka tena. Alipofufuka, watoto walikuwa stranded. Daktari akauliza mama, what did you do? Ni nini ulifanya? Wakasema lazima tutesti tena. Akawekwa kwa mashini nyingine negative. Wakamtoa kwa hiyo, wakampeleka main hospital kubwa. Ile sasa ndio main yao. Akapimwa tena negative. Mtu alikuwa aende operation. Mtoto wake mmoja aliyeniita ubwa alikuwa hapa leo. Tumekuwa naye kwa ofisi. Ameniambia, truly you are a man of God. Wamekuja ku apologize, kuniambia sorry. Bwana Yesu asifiwe sana. Because for them they expect Riatererekaya Jehova wa matuigorokai eta kwa kehoti wake hoti kemunya wake munya. We only exercise the power of God. The power has been donated. Nguvu zimekuwa donated kwangu. When I speak, I don't speak my mind. I speak God's mind. When it is due for you to be healed, nobody can stop it. You need only the faith. Kuingia kwa ile mulango is enough for you to be healed. Not even kuingia, to make decision, nimeenda the synagogue, nimeenda kanisa huko. Iyo to make decision, it is enough. Kuchukua simu unipigie, it is enough. It's enough for you to be healed. You don't need anything else. To have that faith. Yule mama alitaka tu kuguza nguo. Hakutaka hata kuonana na Yesu. Alitaka tu kuguza nguo. Na alipoguza nguo, alipona. Bwana Yesu asifiwe sana. So, I want to look at the power of prayer. How is it powerful that prayer connects? First of all, nitaenda haraka kwa sababu nilikuwa nimesema 5 na ninaona kama nitumeruka lakini nitamaliza. I want us to look in the book of Mark 24. Mark 24. Nilipatiana hii maneno kitambo. Ndiye nedukuru kwa dome gotwaro. Mark 11 verse 24. Mark 11 verse 24. Ndio tuangalie hapo tuende tukiedaga. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you have received them, and you will have them. Whatever thing that you ask when you are praying, believe. Kama ni watu wamekunyang'anya pesa yako, believe. Wacha story mingi. Nikisema pesa yako itapatikana, just go and sit down. Wait for God's glory. Wait for that moment.
maombi mingi haitimikangi immediately. In a season, kuna mahali Mungu amekuwekea calendar. Amesema siku hii ndio vitu zake zitadilisiwa. Zitadilisiwa mwezi wa 11, tarehe 3 saa 3:30. That is when. Na wewe ufike leo, nitakuombea vitu zimeachiliwa, lakini you will have to wait until that day. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama aliibiwa gari yake. Na ni mama amesoma, lakini alidanganywa na mtu hajasoma. Simama mami. Huyu ni mwalimu wa walimu KTTC. Sasa alidanganywa na mtu hajasoma. Kwa hivyo akili za mambo hii si masomo. Si masomo. Akili za hii maneno yetu mnatuonaka tuna si masomo. Huyu mama alipatiwa bankers check fake na gari kaeda. Alipiga duru, alilia kwa simu. Unajua it took me 3 months to come to know ni wewe ulikuwa unanipigia simu. Sikujua ni wewe. Kwa sababu ile sauti ulikuwa natoa ni sauti mbaya. Gari yake imeenda. Akalilia na alikuwa mgeni kanisa wapi? Kanisa hii. Sasa akinipigia simu alikuwa ni kama alijiunganisha na madhabahu mbaya. Na ndio kwa maana gari yake imeenda. Ati tu wakati tu nimekuja kwa kanisa yako ndio nimeibiwa. Sijaibiwa kitu kingine. So nikaona anataka kusema kodoko. Sasa mimi nikamwambia gari yako utapata. Na tukaachana hivyo. Tukakaa, gari imepotea na ikapotea. Miezi ngapi? Miezi 7. Lakini nilimwambia gari yako utarudishiwa. Though I don't know. Na nilipomwambia hivyo, mimi tukaacha hiyo story. Tumekaa mwezi karibu wa 6, gari yake akapatiwa report imeonekana Westland na haijabadilishwa Bakaragi. Umeona? The 6th month. Nikamwambia sasa tulikuwa tumekosana. Alikuwa ametransfer stress yake kwa kila mtu hapa kanisani. Najua kuna watu mlikutana na huyu mama akiwa na hizo stress hapa. Alikuwa anakuangalia hivi. How may I help you? Sura mbaya. Baka unaona unajikuja tu unaenda polepole, utaki story mingi. Because alikuwa na stress mbaya. Kumbuka huyu ni mama, ni single mother, na nasema ni single mother kwa sababu anaweza hitaji kutengeneza kulainisha hiyo line nyingine. Timotumia moruti wa ira muno. Bwana Yesu asifiwe sana. The 7th month akapiga yule ambaye nikamwambia, akakuja hapa nikamwambia nitaambia Mungu huyo mtu wako nayo akose amani nao baka akupigia. Mwezi the 7th month, that is last month July, ndio akapigiwa simu na huyo mtu wako na gari. Huyo mwenye yako na gari akampigia simu akamwambia, mimi by the way wewe ndio unaitwa fulani wa fulani, gari fulani ni yako, niko nayo. Na mwenye yako nao ni polisi Kajiado. Bwana asifiwe sana. Baadaye she's driving the car. Ulikuja nayo? Uliogopa kutembea nayo usikunyang'anya? Si uliibiwa on Sunday? Iliibiwa on Sunday? Yes. Hawezi kuendesha gari on Sunday because anafikiria it took 7 months for a prayer to be fulfilled. So if I tell you, just go relax. Go relax. Don't worry. It will come. Don't go kwa Ezekiel. Don't go kwa Moiro. Pale neno la kinabii limetokelezea hapo. Stick there. That is where the code imepatianwa biguni. Unaona utengeneza Facebook page, inakuletenga code. Unaambiwa use that code to unlock. So if you go open another one, it will give you another different code. Sasa ukitoka hapa nimekutolea unabii, utabarikiwa, utapata gari, utapata kila kitu, whatever nimekutolea hapa, stick here. Because hapo ndio neno la kinabii limechomokea. Therefore the code ya kubarikiwa kwako mimi ndio niko nayo. Ukitoka hapa uende kwa Ezekiel, mzigo yako itateremshwa ikuje hapa. Na wewe ulienda kwa Moiro, wewe ulienda kwa Ng'ang'a.
Bwana Yesu asifiwe. So ukienda huko mzigo itafika hapa. Alafu hapa kanisani hii kuna watu wanaitangwa makiateka kutoka mbinguni, caretakers. Na hawa watu caretakers, they are dangerous. Ni watu hatari kwa usalama. Kwa sababu unakutanga kimutu kimekaa kama huyu mwanamke amekaa kanisani, all of a sudden unaona mtu alikuwa anaenda Amerika ama kitu kilikuwa inafanyikana, akamwambia wewe enda kwa hiyo shamba yangu, wewe nikalishiange. Those are called caretakers, heavenly caretakers. Ama na nimepata mwaliko naenda kukaa 7 months na kupatia gari yangu, ukaniambia direkejikana na gari yako na kupatia tu, na ikienda huko na kuwa busy na kuambia uthira tu gari ogena mundu ukenderia edia ukandomira besha, because you are a caretaker. Caretakers, vitu za caretaker wanapokianga hizi vitu zile zimeteremshwa, kile kitu kimeteremshwa kutoka mbinguni, kikiteremshwa hakirudingi. Kama ni gari imeachiliwa hairudingi, kama ni nyumba imeachiliwa hairudi. Mnanielewa? It doesn't go back. Mungu anatafutanga one of his caretakers, anampatia hiyo nyumba akae mpaka wakati you will trace back. Unaenda kwa Ezekiel, umetoka kwa Waruinge, unaenda kwa Moiro, unaenda kwa nani? Kwa Kakande, unaenda South Africa, unaenda kwa nani? Kwa Lukahu, unaenda all over the world trying to get somebody to help you. Na vitu zako ziliachiliwa where the code, pale uliandika postal code, zilisaachiliwa kitambo. Sasa ikikuja itapatana Sali anaenda anakaa nyumba yako, because she will act as a caretaker. Anaendesha gari yako until such a time when you come to realize yourself, all the second round, wakati kunakuja the second round of your blessing. A blessing comes in turns. A blessing is not a continuous thing. Mahali mlango yako inafungukia, kama maombi yako unafanyanga maombi ya miaka 3 ndio baraka ishuke, milango yako inafungukianga in 3 years turn. Na sasa ni kuombea, this was your 3rd year, alafu uchomoke before mzigo ifike, uchomoke uende, utaongojea the same for another 3 years. Kuna baraka zinakujaga zao after every a cycle of 5 years. Wengine is a cycle of 3 years, wengine a cycle of 10 years, wengine a cycle of 15 years. If it is 15 years that is cycle, uruke cycle hii, hata uruke na sekondi moja, utaongojea for another 15 years. So for another 15 years, na mzigo yako ilikuja immediately, ile kitu ulifanya haraka ya mwezi mmoja, you will have to wait for another 15 years. Na ni gari ilikuja ikiwa mpya Mercedes Benz. Hebu sasa angalia, utaipokea kutoka from a caretaker in 15 years to come. That's why you see, ukienda kwa duka ulienda kununua gari mzee, hiyo gari haikuwa mzee, ilikuwa yako ikiwa mpya, ilitoka mpya. That is now imechoka kule imekaa, ni ano gaguikara kwene, ni agusharia ginya mwashamanie nayo. No washamanie nayo etale na geji ya guthima maguta, wenye utuaga kamute kale aja ugaikia itagi nigetha uthimeka na kena maguta. But when the car came, it was freshly yours. Ndio naona unavaa mtuba. Gari hiyo mtuba umevaa ilikuwa yako ikiwa mpya, it got your name. Lakini because it didn't find you when you were supposed to be found, ikaenda ikavaliwa na watu wengine, imechoka kukaa kwa wenyewe, imesema lakini gasharia guito. Why? Because you left the code where the postal code ulisema baraka yako ishukie. Most of you are suffering. Ndio naona kuna mtu ataingia hapa leo nimwekelee mkono, kesho abarikiwe. Na kuna mtu tutatembea naye kanisa hii mpaka aseeke, meno ingoke yote bila kitu. Bwana asifiwe sana. So get yourself. Don't be a grasshopper. Don't be jumping here and there. Mahali umepata the comfortability, umeona Mungu ameninenea hapa, stick there. Where you heard God speaking, that is where God will be using. Hiyo ndio signal yako Mungu atakuwa akitumia. Where you heard him. It is an altar. Where there is an altar, this altar will speak to your life, and it will open everything that requires for you to be opened.
Ukihama kwa hii altar, kila kitu ambacho kiliconnectiwa na hii altar chako kitakuwa kikikuja hapa. Na saa hiyo ulitoroka na ukaenda kwa ng'ang'alito, ukatoka kwa ng'ang'alito ukaenda kwa ng'ang'a huyo mwingine, ukatoka kwa ng'ang'a huyo mwingine ukaenda kwa kanyari. That is why you find there are people scripture wise, neno wanalo, wanaelewa, hata kungogea na ndimi wanaelewa, mahubiri wanaelewa mazuri. Unaenda kumfundisha, unaenda kumtajia kitabu, anakuambia, anakusomea hiyo laini kwa kichwa, lakini poor of the poorest. Because the word of God is supposed to unlock your destiny and unlock your potential. We lose not because God has not released. If I can look at you, I am seeing millionaire. None of you here is not a millionaire. None of you here is not a millionaire. But none of you has touched a million apart from me. None. Mwenye ameguza milioni moja inua mkono juu. Hapa. Yako. Si ya kuhesabu pesa yenyewe. Yako. Inua. Haya. Hebu simama juu. Wale ameguza milioni. Umeguza yako, mpesa yako. Urashigirira ha moto ini ukaigwa go rugari wa besha. Yes. Sasa the question here is, are you still a millionaire? What happened? Are you still a millionaire? You still have it. Can you give me 1 million today? Can you give me 1 million today? Can you? Besa sheino kile kwao ciathire ku. Kaeni chini. Pesa ambazo zilikuja kwao zilirudi zikaenda wapi? Sio lile kwao neke. Was that your money? Was that your money? That which is yours and is blessed stays with you. So, you are a fake millionaire. Uko na watoto? Uko na watoto? Kuna siku watoto wako wataacha kukuita mama forever. Uwe mchawi, uwe mlevi, watoto wako wanajuaga huyo niwe mami wito. Icio cio lile neke, ciagire kwao neke, na ciokete kwao. Zilikuwa zimekuja kwao, zilirudi zikapotea aje? Ciathire ko. Na wewe ungetuelio muno mema furizaini. Ambao wanasema walikuwa kwa mamilionea. Hakuna mtu hana app ya nini ya kukopa. Either branch ama nini? Mshwari, Tala, Zinka, ingine ni mingi. Zako ni mingi hata CS Bank. All of you are in those applications because why? Yet you are a millionaire. So a prayer, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you have received and you will have them. Believe, just a believe. Nikikwambia umepona, just have that belief umepona and you will receive the healing. Bwana asifiwe. You are going to receive the healing. But if you doubt, it won't come back to you. But how do we pray for this prayer to be effective? Luke 11, verse 1 to 4. I thought you were there. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of the disciples said unto him, Lord, teach us how to pray, as John also taught his disciples. So you must be taught how to pray. Praying is a subject. Praying is a learning system. It's a learning method. You just don't pray. You need a superior person to teach you.
The disciples walimwambia, as John disciples were taught, also teachers. So they didn't want to follow the formula, the disciples were John. Kwa sababu disciples were John walifundishwa, and hiyo mafundisho ilikuwa na kila mtu. So they didn't go after the teachings of John. Walitaka huyu ambaye tuko na yeye, huyu wa sasa, huyu ambaye tuko na yeye akufundishe, akamwambia tufundishe jinsi ya kuomba. And he said unto them, when you pray, say this. Now I'm teaching you how to pray. Our Father which art in heaven. You start by recognizing the presence, the power, and the authority of God. For any prayer to be acceptable, you recognize our Father who art in heaven. You recognize the presence of God, the power of God. You don't go jumping. Baba nakuomba unipatie gari. Rama keta ya rakasha chata. No. You start by praising God. You start by lifting up him. You worship God. You don't jump on God like a he-goat. You worship him first. You prepare him that he may be able to release. Prepare. God is a man. God is not a woman. And every man has an ego. Hata huyu kijana huwezi akitaka kitu lazima utaona kamegoromoka, kamekaa kama mwanaume. Unakaambia kafanya kitu, unaona kamechange mpaka sura. Bako unamuita baba. Hii kitu nitakununulia next time. Because God hauingii kwa Mungu. Hauwezi kuingia kwangu bila kubisha. Lazima upate secretary hapa akupatie way in. Ukikuja kwangu wabishe, waniulize kuna mtu anataka kukuona. Na huyu mtu na mimi niseme anaitwa nani? Utaniambia kisha nimwambie let them in. You have to be persuaded why I must see you. Bwana Yesu asifiwe sana. So our Father who is at heaven, hallowed be thy name. Your name be glorified. Your name be lifted up. He praises his God, this God. He lifts this God. Na anasema, hallowed be thy name. Jina lako liinuliwe. Umemuita kwanza, Fafa. Then unamsifu. Unamuinua. You worship this God first. You don't jump on anything. Ati sasa ukiingia baba tunakuopa. Tunapoenda hii safari tunaenda uweze kuwa pamoja na sisi. Utembee na sisi, ukirudi urudi na sisi. Na hata tukienda huko ukikuta maadui pigana na wao. Ukipita no, that is nonsense. That's not a prayer. You are commanding God. God is your superior. God is your authority. You don't command your authority. You beg on the authority. Hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. Na sasa ukisha praise the owner, you go to his authority. After praising, lifting up the owner, praising the owner, unamsifu, unamweka to the level, the highest level. Now you drop number 2 to the authority that he owns. Thy kingdom come. Bwana Yesu asifiwe sana. You bring now his presence. You bring his kingdom. It is the kingdom that will work on you, not him. That is why he told Ezekiel, prophesy to the dry bone. He could have done it. He had the authority, but he donates authority to people to do it. So he said, hallowed be thy name. Thy kingdom. Thy kingdom is an institution. Kingdom is an institution, a big institution for that matter. An institution with a constitution, an institution with a ruler, a king, an institution with a government, an institution with principles. So when you say thy kingdom come, you invite all the structures of the heavenly government to come. Now that you have spoken to the owner.
You have lifted up the name of the owner. Now that is you invite, thy kingdom come. Ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu ni serikali iliyo na branches zote za kiserikali. That is now you have invited the supremacy of God to work on you. The supremacy of God to excel on your behalf. The supremacy of God to work in your business, to work in your family, to work in a ministry like this one, to do the work. Because when you ask the government of Kenya, ikuje ikusaidie, judiciary itaingia, polisi wataingia, madisi wataingia, kila system ya serikali inaingia. So when you have invited the presence of God, the government will come with his blessings. So whatever you will need, it shall be provided for under the authority of the president. Wale kwenu mumetembelewa na president, before akuje kale kabarabara kenu hakapitikangi, kananyoroswa usiku. Kama hakuna stima inatabaswa usiku. Kama hakuna maji inawekwa usiku. Because the authority, the government, you went to the president, mukamurequest tutembelee kakijiji yetu kanaitwa Kamadura. Then when he agreed, his government through the ministry of work na ministry of internal security zote zinateremuka huko, zinafanya matayarisho na kila kitu. Duka ambazo zilikuwa zijapakwa rangi zinapakwa, barabara ambazo zilikuwa si mzuri zinatengenezwa, anything that will, kama anakuja kwa shule fulani inapakwa rangi. Because the authority, the owner of the authority is coming. So the authority inatumwa, inakuja kusahihisha anything that was not with you. That is when you invite the presence of God. His authority comes. You don't need to make any other argument. You just leave it there. While thy will be done, you cease, you surrender your powers. That from now I am powerless. Let your will, let your soldiers, let your men, let your control take supremacy. Thy will be done, that everything that you want to come, take over. When I will invite the deputy president or the president, because he is coming here very soon. Wale watu wanajitanga security hapa, mutakunjwa mukae kama karatasi. Because it will not be our will anymore. We will be under their will. Mutaambiwa mukae chini mpaka president yatoke. Mutaambiwa kuna kutumia kasimu. Mutaambiwa hakuna kwenda, kama wewe ni wa kukojoa utakojoa kwa kiti. You cannot move. Because now you've surrendered your sovereignty and his will, the will of the government, the will of the president takes supreme. That is how God takes over. Now you tell, thy will be done as is done there. As it done where? There in heaven. Be done here. So from now henceforth, it is not our government that will be doing. It is the heavenly government that will be working. When you surrender your will, you surrender. You say now. That is why you see, kanisa hii may surrender to the Holy Spirit. It is no longer me in control. So seeing me or not seeing me will not change anything. Because the owner now is the Holy Spirit. Ndio naona mnakaaga hapa tunasema kuna watu wameremera Mungu, unaona wananyakuliwa kileto hapa. Leo mmeona wamama wakizunguka na wakasema venye kumeenda. Because it is not me anymore. It is God. And I want to light more fire. Moto ikuwe mingi zaidi. Hata mimi nikienda pale nifanye mavitu baya, nishindwe kuingia pale. Ati wale wanaingia hapa ni watu pure. Bwana Yesu, because I want in a situation where anybody will get in there. Akiwa kiwete anaamuka anaenda. Akiwa kipofu anafungua macho anaenda. That is the kind of an authority I'm looking for. That is kind of supremacy I'm looking for in this house. That the will of God be done. So once you surrender, thy will be done as in heaven, so in earth. Not as in earth, so in heaven. It is in heaven, so in earth. So a transfer system zake zote kutoka binguni ziteremuke hapa. Meaning from now henceforth, we are powerless.
So he will do his will. He knows you need a car, he will give you a car. You don't need to pray for it. He knows you need a shamba, he will give you. He knows you need a husband, he will give you. He knows you need education, he will give you. Because already you have surrendered to his government, and the government will provide anything that you want. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we getting? Are you understanding? Mpaka hapo tumefika. Niambie, inua mkono wako kama umekuwa ukiomba venye inastahili. Hakuna? You are all fake in the church. Because you've been commanding God. Father, I command in the mighty name of Jesus Christ. Heal me. How? And his authority is not here. It is the authority first to come. His will be done. His government ikuwe pamoja na sisi. So the government has instructions. The government will not come in without instructions. When Ruto goes to America, there is an advance team. Imemtengenezea barabara, imejua ile barabara atapita, imejua wale watu atakutana, imejua every place he is going, the kind of people is going to meet, and the statement, na wale watu ataongea, wanajua, wale watu unaonanga ati wanainua mkono nataka kuongea, they are well prepared what they will say. Because a government has come. You don't talk your nonsense now. You talk the government. They will prepare a statement for you. Wewe utaitisha barabara, umesikia? Usipitishe hapo. Hata wale unaonanga wakienda presidential prayers. Katika maombi unaona pastor amechaguliwa, huyu ndiye ataomba, huyu mwingine ataomba. They read a paper. They don't pray from inside. They pray according to the government. They read a paper. Wanaandikiwa venye utaomba. Our Heavenly Father, we pray that you bless our president, because that is the supremacy. So when you invite the presence of God to take control, then no longer need to pray those prayers, long prayers, because the government has come, and the government, they know what it is. They come with their file. Every one of us has a file in heaven. So when you surrender to the government of God, they come with a file. And when they come with a file, this file will never find a shelf back. It must come. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why tunaona kuna watu wanakuanga si waokovu, hawaendangi kanisa, lakini baraka zinawafuata. Kwa sababu kuna watu waliwafungulishia baraka. The grandfather, the grandmother, Timothy, Paulo anasema ya kwamba namwambia, mama gushosho yako Lois alikuwa mwenye imani. Hata mama yako alikuwa mwenye imani. Na hata wewe tukikuangalia, you are similar to them. So nani alifungulisha baraka? Ni shosho. Kuna watu wengine hapa, you are hard working, mumesoma, you have everything, but you are shosho, you are guka, walifunga milango yako. You are very well educated, you are a professor, you are a doctor, you have traveled all over the world, but with zero to talk about. Because there is a blockage somewhere. Kuna mtu alifunga. Maombi, serikali ya binguni was never invited in your family. That is why things are not working on your side. There is nothing being activated. So your parental structure, your family, your background, kule umetoka, can dictate whether you have God. And that is why in Ezekiel 16, verse number 1, the Bible says, tell Jerusalem her abomination. Son of man, tell Jerusalem. Can I have Ezekiel 16? Can I tell Jerusalem her abominations? The abomination of things that are not good. Again, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. Cause, son of man, menyithia Jerusalem maundu mario mari magigi. What are these? And they say, thus says the Lord God unto Jerusalem, thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Where kihumo gyaku na guciaro gwaku, kihumo gyaku na guciaro gwaku
nĩ kĩhumo gĩaku kiumĩte Canaan, from the land of Canaan. Your birth and your nativity is of the land of Canaan. Now you ask yourself a question. Why will they mention? Ni kwa nini wametaja Canaan na wako Jerusalemu? Jerusalemu hata sasa imejengwa kwa land ambayo imeitanishwa na Canaan. Na aliambiwa hata waipata amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you go backward again to ask yourself a question. Kwani who was Canaan? Or what was Canaan? Canaan, if you go back, utakuta ni mtoto wa mtu alikuwa anaitwa Ham. Na Ham ni mtoto wa nani? Wa Nuhu. Nani aliona uchi? Ham ndio aliona uchi wa baba yake, akalaaniwa. Lakini kwa sababu wao ni wale baadhi ya watu ambao walikuwa ndani ya Sabina, wale wote walikuwa kwenye Sabina waliambiwa hawatalaanika. Kwa hivyo laana iliruka kutoka kwa baba ikaenda kwa mtoto ambaye alikuwa anaitwa Canaan. Umeona? Baba yako anaweza kosa kulaaniwa, makosa atafanya, lakini watoto wako watalaaniwa. Hiyo laana itapata watoto wako. So akaambia Jerusalemu, umezaliwa kwenye shamba imeitanishwa na mtu aliyelaaniwa. Thy father, akasema, kaenda kumwambia, thy father, baba yako ni Muamori na mama yako ni Muhiti. Tena unajiuliza, Muamori ni nani na Muhiti ni nani? Kwa nini wamelete baba yako ni Muamori? Why are they so specific? Why are they specific? Mama Waamori walikuwa watu walikuwa napigana na neno la Mungu. Ni wapinga neno la Mungu. They were against God. So you know, the father was against God. Is a clan that is against God. Na mama yako ni Muhiti. Wahiti walikuwa waganga na wachawi. Bwana asifiwe sana. So your father does not go with God. And your mother pia yeye ni mchawi. So you are born in a land that has a name of a curse. Your father ni mchawi, ni mpinga Mungu. Naye mama yako ni mchawi. So who are you? Who are you? Kwa nini moja? Umechukua ya mama kwa nini? Who are you? You are a concoction of problems. That is why you need God to liberate you. Because you are a concoction. You have to sit down to be taught the word of God to understand where it went wrong. The land is cursed. Your father is bad. Your mother is bad. And you now are concoction. Listen here. And that says the Lord. And the mother is a Hittite. Tuendelee baba. And as for thy nativity, in the days thou wast born, thy navel was not cut. The day that you are born, your umbilical cord was not cut. Ile siku ulizaliwa. What was the importance of the cutting of the umbilical cord? It was to disconnect you from the womb of your mother, so that you can come to this world with independence. So this man, when he was born, his navel cord was not cut. So he is still all those things that were mentioned. So if your navel cord from your family is not cut, if your grandfather alikuwa mugaga, hata sasa wewe ni mugaga. Kama mkuka yako alikuwa muganga ama mchawi, hata sasa wewe ni mchawi na wewe ni muganga, because you are still feeding from the same umbilical cord. Rurira rwaku rwe intact. These are the things he was told. Tell Jerusalem, emenyithia Jerusalemu maundu mario mari magigi. Teremuka kidogo. Next please. No one I pitied you to do any of this unto thee, to have compassion of you. Hata wakati ulizaliwa, hakuna mtu wa familia yenu alikuhurumia, kuambia goko mucio ni kureke rumi giki, goko mucio ni kurege thina giki. Hakuna mtu alikusaidia. Hakuna mtu alisaidia mama yako. Hakuna mtu alisaidia baba yako.
Hakuna mtu alisaidia shosho yako ndio muweze kujitenganisha na shida na madhabahu ya kwenu. So madhabahu hii itaendelea. But thou was cast out in the open field to the looting of person in the day that was born. Uliachanishwa the day you were born. Uliachanishwa, ulitengwa, uliachwa in the wilderness. So nothing, nobody pitied you. Hakuna mtu alisimama kwa njia ya msaada wako. That is why you are crying today. No, why? Because you didn't have an opportunity to learn to understand God, to learn to know God, how to pray, because you never invited the heavenly kingdom. Haukualika Mungu ashuke ndio Mungu akupatie yale maneno yako kwenu. If for you to know, kitabu cha Yeremia 35, wana wa Rekabu, Yeremia akatumwa aende kwa nyumba ya Warekabu, aende awapeleke kwenye nyumba moja ya Mungu, kwenye nyumba ya Mungu kama hii, kwenye chumba kimoja. Wakiwa huko awapatie kila mtu kikombe cha wine. Alipowapeleka huko akawaambia kunyweni kikombe cha wine, akawaekea. Wakawaambia, sisi familia yetu ya Bwana Rekabu hatujakubalishwa kukunywa, tulikatazwa. Na nani? Na Warekabu. Kwa nini? Tuliambiwa tusilime mizabibu, tusikule mizabibu, wala hata tusifanye kilimo chochote, na pia tusijenge nyumba, ila tuishi kwenye nchi ya ugenini. Ndio tuishi siku nyingi kwenye hema. Those were the first IDPs on earth. Yeremia alikuwa ametumwa na Mungu aende awafungue. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia alikuwa ametumwa na Mungu aende awafungue, lakini wao walisimama na neno la guka, wakasema guka alitukataza. Maana ni kwa nini Mungu alituma Yeremia awapatie kikombe cha pombe? Ni kwa maana walifungwa kupitia kwa pombe. So God wanted, it's only God knows what is eating you. It is only you God. Na usipotafuta Mungu, usipotafuta serikali ya Mungu ikuje, kwa maana serikali ya Mungu iko na record mahali maneno yako iliharibikia. Serikali ya Mungu iko na structure, iko na CID, iko na DCI ambao wako na historia yao, wako na NSIS ambao wako na history ya guka. There is a file for you. It is only the government of heaven that know. That is why you need to bring the government of heaven and let their will be done upon you. Hallelujah. Ngangana tu na kiugo kimwe. Na ndiraguũrĩrio kiugo kĩu kĩmwe, ndiraguũrĩrio nĩ kĩgwĩkĩte. Tashida hapa, utangangana, utaenda kwa kakande. Kama serikali ya mbinguni hijashuka kwako, hata uende kwa kakande, hata uende kwa TB Joshua, hata uende kwa Rukahu, hata uende kwa Waruinge, there is nothing will change in you until the government of heaven produces your file. Ndio nasikiaga, we need the history of this land. So you go where? To the land's office. Wanatoa file. Ile inaitagwa nini? Ile imefichwa huko ndani. Wanatoa the entire history of the land. So we need to know your history from heaven. And it's only the government of heaven that can produce your history. That is why you must invite this government to come. Tusimame kwa miguu yetu. Unataka kuuliza swali? Are you satisfied today? Imekuingia? Thank you. So you know where the problem is? The problem is who? It is you. Wangapi wamebarikiwa na neno la leo? So go invite. Mumejua jinsi ya kuomba? Mmejua vizuri? Don't make noise. Tell your neighbor, don't make noise. God hates noise makers. God hates the noise makers. Mwambie, as from today, muangalie kwa macho, I have stopped noise making. I need only to invite the government of heaven. It will do my job. Because I've been paying taxes.
in terms of tithes and serving the kingdom. But if I look at myself clearly, it is like I'm lying. I've never done that. Nataka tuimbe wimbo huu. Masaa imeisha. Tukimaliza nitaomba tu hapa. Wacha tu exercise ile kitu tumesoma. Si ndio? Tunitaombea nikiwa hapa. Mwende tu nyumbani. Go, tutafanya hiyo hobby. Hiyo ya hallowed be thy name. Tutaifanya 3 times. Then believe, wende tu nyumbani. I want testimonies on Sunday. I want what? On Sunday. Na kuna watu wako na bahasha walichukua hapa. Zile za kujenga kanisa ya Thika. Mulete saa hii. Na kama hujui ni nini, tuna pledge. Tunataka shilingi 10,000 kwa mtu kununua chuma. Watu walisema watanunua, kuna sema chuma moja, kuna 2, kuna 3. Tumenunua. Nipatieni. Kama uko nayo ya kununua chuma moja ni 10,000. Unaweza kucombine watu 2, 3, ama unaweza kuleta kivyako hata kama ni kidogo, that is enough, lakini isikuwe kidogo sana. Wakati wa kujenga nyumba ya Mungu, let me give you a secret. Wakati wa kujenga nyumba ya Mungu, that is when you participate. If you want land and if you want a house, God analipishanga kitu na kingine. If you participate in building his house, he will build yours. What I'm really stressing, kuendaka kuwafundisha zaidi, because you are so mean and that is why you are so poor. I have never seen a giver who is poor. I have never seen a giver who is poor. Give to the house of God. Give to the work of God. Give to the intentions of God. Give for the purposes of God. He will never leave you without. Sow a seed where the soil is fertile. Sow a seed where the soil is what? Fertile. Na hautakosa. Anytime you come to church, come prepared to give something. Not sadaka. Wacha hii tumezoea, hii ni routine. Come to church prepared to give. Beba uweke kando, seme hii 200, hii ni ya kusaidia tu, ni ya kupatia. Yani build a heart of giving. A heart that gives. That's what the Bible says. It is a principle of the kingdom. The hand that gives receives. And it does not just receive, it benefits. But kama mkono yako ni mkono birika, I'm assuring you for free, utaishi kwa kanisa, utazeekea kanisani, na utakufa na utasikwa na watu wa kanisa na sanduku la maskini. That one I can tell you for free. Those people who are very rich, they are in the bar and they give a lot. Utakuta mulikuwa muna maombolezi, mzee ni wa bar, mama ndio wa kanisa. Sasa kunaitishwa watu watoe kwa nini? Contributions. Unakuta watu wa kanisa wanatoa shilingi 3,000. Kanisa iko na watu 6,000. Lakini watu wa bar unasikia wamecontribute 1,300. Sasa unauliza ni kanisa gani mzuri? Ni kanisa gani mzuri? Christianity is very hypocritical. Christians, you are hypocrites. You are not going to anywhere, not unless you change. God is a giver. Jesus is a giver. Holy Spirit is a giver. Whom do you follow? Mkono imekujwa hapa, imekaa birika. Ile maombi mingi na obaga hapa, ndile financially I'm poor. Sijai omba maombi hapa mingi, ni kidogo sana. God has blessed me. Ameniletea 1,000,000, nikaona nilete 100,000. Hiyo hakunaga. Lakini wakwa nagotire kindu kingira riro mundu wa Ngai alio kiugo kimwe. Wakwa niko higiro ndirahigiro alio kiugo kimwe. Wakwa mwana ni muikete thukuru alio kiugo kimwe.
Wakwa nyo kigo kimwe. That has been the language of a Christian. The person that is heading to heaven. Heavenly bound. Mtu anaenda bikuni. Kwa baba mwenye silver na gold. Nani atakubalisha wewe kwa hiyo mlango na ukinuka umaskini? Nani utaingia mlango ya nani? Ya baba mgani? And you are smelling poverty. Na huko wale watu ambao wameingia huko na parapada ni watu matajiri wako sawa sawa. Ushokio matu walile mushigo wa thina. Utafukuzwa kwa sababu unaenda kuabukisa watu umasikini. Because you never followed the principles of the kingdom of heaven. You never invited the kingdom. You never invited God to do it. Now, if you never invited God here, how do you expect to go there? Christians, I'm talking to you. How do you expect to go there? You don't give. You don't. Nikianza kuwaitisha ndio naona naogopa kuwaitisha. Kwa sababu nikianza kuwaitisha hapa, kanisa itapunguka. Na kwa sababu nataka mkiwa wengi na furahi niko na watu wengi wa kwenda jehanamu. Sasa nitakuwa na nyinyi, but I'm lying to you. I'm taking you to hell. You must understand, giving is not a miracle. Receiving is not a miracle. Being poor is not a miracle. Being rich is not a miracle. It is a principle from heaven. It is not salvation. Wakati tulikuwa kwa bar, wale watu wa bar, inua mkono juu. Wale watu wetu wa bar, ni wewe. Kwa bar kuja hapa. Mtu mwingine wa bar kuja. Kujeni. I want us to demonstrate. Mimi ni wa bar katikati. Mimi zile bar zimejengwa nyingi. About 3/4 of bars za Ngong ni pesa yangu. Yes. Na wale wasichana wamebenefit huko ni pesa yangu. Sasa angalia. Kogo no ako maganao. Kuja. Haya, hata wewe. Walose kanda ya Musa yala. Wanawake hakuna. Kani mogo shaba. Ni mogo shaba? Ukawe. We. Mundu akavaisiroi. Mundu akalichoti. Nani kwa kalichoti? Kagwarana. Ewe. Hennessy. Singleton. Taska Malt. Habari zenu ya wokovu. Watu wa biguni. Watu wa biguni. Murega adu abatu igoro. Mutali mwatoka konta man of ice. Kwa nywa ya mufeki ate. Ulikuwa kigia ba unasema meza ifanywe nini? Meza ichafuliwe. Unakuta meza iko na chupa kama 50 green, brown, Richard, Viceroy zote zimejaa hapo. Na ni bili moja unasikia one bill ni 50,000. Huyu mwanaume peke yake ni raundi moja. Huyu na yeye anaitisha mesa iende raundi. Na kule butchery nyama zinazunguka hivi. Zinaiva. Sasa fanya hivi leo. Abia hawa watu. Kesho tunachaga pesa kila mtu akuje na 500. None of them will come. Nyinyi najua mtakuja. In bar they give. In bar they raise money. Kama ningetaka kuchanga 1,500 kwa bar, niende hata Gongo saa hii, nitachaga one night. These people, sisi watu wa huko, tuko na upendo. Hapa ndio nimekuja kuona hakuna upendo. Hakuna, mnaniangalia tu kama sinema. Kule watu wako, they share, they love. Huwezi kuenda nyumbani bila kakitu. Ndio unaonanga wasichana wale wanaifanyanga kwa bar, wanalipangwa shilingi 5,000 ama 6,000. Lakini ukienda nyumba yake anaishi nyumba ya 30,000, 2 bedrooms. Na ile TV iko kwake ni kubwa kuliko ile iko kwako. Na ile gas inaitwa fridge, hata wewe kwako unaionanga kwa view sasa. Kwa sababu ya wanani? Ya hawa. Akipita hapo raundi moja hii imepita ya 50,000, anakonyona zake 3. Raundi hiyo ingine anakonyona zake 3. Kila siku anakonyona 10. Huyo mama anaendaka nyumbani na 300,000. Adwakanida. Shame on you.
Nikiwaambia sasa leo tuchage, niwaambie tunanunua kamera hii, mtahama hii kanisa. Niwaambie tu ade Irani yova. Hiyo mnajua sana. Ati muishake, muipress Irani yova, then it shall be given to you. No. The hand that gives, it is given back. Wacha tu copy life ya wale wako kule. Hao mnasemanga hawataenda mbinguni. Tuchukue hiyo life, tuachane na pombe zao. Tuchukue hiyo life, tuishi, muone kama mtabarikiwa. Mnanielewa? Ni murajigwa. Muache unafiki. Tiga yokora. Asante sana, rudini walevi wangu. Walevi. Muache ukora. Don't be criminals in the territory where you don't belong. Thy kingdom come. It is a kingdom that is wealth. A kingdom that is rich. You are inviting a government to come to you, yet you are a criminal. You are not going to be accepted. Utakuwa deported back to where you are supposed to be. The kingdom will come, but you will be deported. Ndio nakuna umekuja kanisani na umekuwa a vagabond, hopeless, useless person. Yani badala uongezeke, ulienda hivi. Mpaka ukasema mimi kanisa sitarudi tena. Nani alikuwa amekuita? Nani alikuwa amekuita? Ndio useme sitarudi kanisa tena. Were you invited? Sini muhahe yako ilikupeleka kanisa? Change your attitude towards God. Change the how you are going to live with God. Invite his kingdom, not only to work within your environment, to work in your heart. Tell this minister of finance to come and reside in your heart. Tell this minister of internal security to come and reside in your heart. Tell this minister of local government to come and reside in your heart. Tell this king to come and live in your heart, and everything shall be given to you, because you have allowed them to have a space to work. Praise be the name of God. Shikeni sadaka zenu. Sasa wataanza kusema nitoko luteta roshine. Mimi sikuwa na nyinyi asubuhi. Umesikia? Ndio maana nyinyi roshine. Na morutel. Na damu hoera kuma next Sunday, kila mtu akuje na 1,000 na zaidi. Mmenielewa? Nimewaombea. Next Sunday, kila mtu akuje na 1,000 na zaidi. We must become a church that knows God. Mambo ya umaskini hapa sitaki. Sitaki. Nimesema I don't want a pupa. Asitaki umaskini kwa kanisa yangu. Yes. Patia microphone hapo. Chukua hiyo microphone. Ongea. Swali yangu sikuweza kunja kesha, nilikuwa sisikii vizuri lakini niliwafuatilia kwa TV yangu inaonanga YouTube na nikasikia ukisema kutolewe sacrifice ya kijana na ya msichana. Sasa njoo msichana wangu ndio naona amevinyiririka sana. Ni graduate 2011 na ndio aliyepata kazi. Lakini ile masomo ya jioni umekuwa ukitufundisha, naenda naomba. Last week alipata kibarua ya 4 days. Akanileta. Nimeongezea. Imeenda 1 month. Yes. Na mtoto yake njoo mtoto yake anafanya CBC. Na alitoa? Niko nayo lete. Amen. Sasa huyu ameanza kufundishana. Sasa huyo mtoto ataongezewa kazi, atapata. Mlango yake imefunguka. Weka hapa tu, umekaa na nywele ngumu. Lete sadaka hapa. Kuja muwekelee hapa.
Kujeni mwekelee hapa. Hapa karibu na mimi. Bring it here. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe, Baba wa mbinguni. Jina lako litukuzwe, Baba, Baba yetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe, 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 sema Baba. Wadiriano memoleta watu wanakinya huko kanisa hili. Baba wa mbinguni. Jina lako umebarikiwa. Umebarikiwa. Jesus name. Mwenye nguvu. Jina lako libarikiwe. Tuimbe hiyo wimbo. Baba wa mbinguni. Wa mbinguni. Jina lako litukuzwe. Baba yako wa mbinguni. Baba litukuzwe. Lift your voice, Baba wa mbinguni. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Jina lako Baba yetu. Inua mikono yako. We are praying now. We are praying. Inua mikono yako juu. Inua mikono juu. Mwenye uwezo, mamlaka. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe. Say Baba wa mbinguni. Jina lako litukuzwe. Baba yetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe hapa sinagogi. Say Baba yetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, Baba yetu, tusamehe dhambi zetu. Baba wetu wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni. Ufalme wako. Baba yetu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako. Duniani kama
Tunakuabudu Baba siku hii, tunajipeana mikononi mwako. Tumesarenda kila kitu. Tunaomba tu ufalme wako uje na utendeke katika malengo na mipangilio yako. Hatuna Mungu mwingine tunayemtegemea ila ni wewe. Tusamehe dhambi zetu kama vile tunavyosamehea wale waliotutendea. Baba, tupasaidie tu na utupatie nafasi nyingine. Tunakuomba utamalaki. Tunakuomba umiliki miili yetu, umiliki familia zetu, umiliki kazi zetu, umiliki nchi yetu, umiliki kanisa letu. Tunajipeana mikononi mwako. Ninajua serikali yako inapoingia ndani yetu, mambo yote ambayo yalisababishwa kwa kusudi la kishetani yameondoka katika jina la Yesu Kristo. Utukufu na ufalme ni wako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. And now may the grace